Kwa mara nyingine tena msimuliaji wako naendelea kukuletea mwendelezo wa simulizi ya Mjinga Asilimia sehemu ya pili na mfilinge anayepatikana kwa namba 0763028769. Twende kazi. Nikiwa nimepumzika chini ya mti, ghafla tu nilishangaa kuwaona fisi wanne wanakuja nilipo. Kiukweli nilifurahi sana kuwaona wanakuja, maana nikiwa pale kwa mjomba nilikuwaga na wasikia watoto wa mjomba wakihadithiana hadithi za sungura na fisi, na kupitia hadithi zile 100% nikawa najua fisi ni wapole kama mbuzi. Hivyo mimi baada ya kuwaona niliinuka na kuanza kuwasogelea fisi ili niwashike, ikiwezekana niwakamate nikawafuge mbele ya safari. Yani Kanjunju sikuwa na hofu kabisa na nilikuwa na furaha mno kuwaona wale fisi. Nikiwa na wasogelea nao walizidi kunisogelea huku midomo wamefungua na ilionekana walikuwa na uchu ya kitu fulani. Yani hawa na wakamata kiulaini na inaonyesha hawaogopi watu. Niliongea moyoni nikizidi kusogea. Sasa ajabu ikiwa imebaki hatua chache tu wanifikie niwafikie, nilishangaa kuona fisi mmoja anakuja kasi na kutaka kunirukia. Bahati nzuri nilimkwepa na ndipo nikajua kumbe fisi ni hatari, napo ni baada ya kuona wale wengine nao wanataka kunizuru. Mama, kumbe ni hatari hivi wii. Nilipiga kelele mpaka wale fisi walishtuka na haraka nikatoka nduki, maana nilijua fisi sio kabisa hana urafiki na binadamu. Mungu saidia nilifanikiwa kuacha kama hatua 27 hivi. Lakini hiyo haikufanya waniache zaidi, walianza kunikimbiza huku wanapiga kelele. Hapa nikizubana liwa bora nitafute mti nipande juu. Niliongea moyoni nikizidi kukimbia nao wakizidi kula sahani moja na mimi. Mbele niliona mti ambao unapandika kirahisi, na kwa kuwa nilishazoea kupanda basi huu uliopo mbele haikuwa kazi. Haraka nilipanda na ile nakaa juu ya tawi, fisi nao wakawa wanafika. Ina maana ningesema niendelee kukimbia basi wangenikamata na kunigeuza kitoweo. Walipiga mno kelele wale fisi, kumaanisha wanajilaumu kwa kunikosa na kuwabania riski. Hilo mi hata sikujali, mawazo yangu yote ilikuwa nitashukaje na nikishuka naenda wapi, maana kwa mjomba siwezi kurudi tena na nyumbani ndio hivyo tena wazazi walifariki, na mbaya kuliko zote wale fisi walikuwa wametulia pale chini wakiniangalia kwa uchu mkubwa. Yani nilikuwa na mtihani sio kidogo na sikujua saa ngapi wataondoka, maana fisi waga hakati tamaa kizembe. Muda ulizidi kuyoyoma huku fisi wakiwa wametulia pale pale. Hapa nikizubaa naweza lala hapa wakati inabidi niendelee na safari. Niliongea moyoni baada ya kuona hawaondoki ndio kwanza wanatengeneza mazingira vizuri ili na wao walale vizuri wakisubiri kitoweo chao ambaye ni mimi Kanjunju. Pamoja na kuwa sikuwa na akili, lakini akili za kujiokoa zilikuwepo kiasi. Niliangalia pembeni ya mti nikaona kuna mti mwingine mkubwa tena tawi lake limefika kwenye mti ambao nipo. Baada ya kuchunguza na kujiridhisha kuwa ni salama, naweza vuka bila kushtukiwa na hawa fisi, basi taratibu nilianza kuhama huu mti kwa tahadhari kubwa mno. Mungu alisaidia nilifanikiwa kuhamia mti mwingine bila kushtukiwa na fisi. Kule kwenye mti mwingine nikahama tena mpaka miti karibia 7, na kilichosaidia miti ilikuwa karibu, maana ingekuwa mbali hakika nisingeweza. Nilishuka kwa tahadhari mpaka chini, na nilipofika chini nilitimua mbio, na safari hii nilibadili uelekeo nikawa naelekea usawa wa mkoa wa Njombe ingawa sio Njombe. Nilizidi kukimbia huku nikimwomba Mungu anisaidie wale fisi wasinione, na kama sikuniona basi wasitokee wengine huku ninakokimbilia. Mungu alisaidia, nilifanikiwa kukimbia takribani masaa 3 bila kukutana na fisi au wanyama wengine wakali. Na nilitokea kwenye mji ambao kiukweli sikujua ni wanashoni, ila nilichoona ni mji wenye ng'ombe wengi ambao walikuwa ndani ya zizi moja. Kutokana na muda kwenda sana, niliamua kwenda ndani ya mji ule wa Wasukuma. Nasema Wasukuma sababu niliwaona Wasukuma wale vijana wamevaa zile sketi zao. Nilienda pale walipo ndani ya ule mji, niliwasalimia kwa heshima kubwa. Na bahati nzuri salamu yangu waliitikia, na walivyoitikia niliomba kazi kwa moja ya wazee ambao walikuwa na wale vijana. Kazi unaweza we mtoto, kwanza umetokea wapi? Niliulizwa na mzee yule wa Kisukuma. Ilibidi nimdanganye kuwa nimetoka kijiji cha Ruhemo. Na ukweli hilo jina la kijiji mimi nilibuni tu, maana hata kijiji chenyewe sikukijua kabisa. Wazazi wako wako wapi? Walifariki muda mrefu na watu niliokuwa naishi nao walikuwa wananitesa, ndiyo maana niliamua kukimbia. Nilimjibu hivyo, basi utakaa hapa, utakuwa unasaidia kazi na kila mwaka nitakuwa nakupa ng'ombe sawa. Aliniambia hivyo yule mzee. Kiukweli nilifurahi sana, maana sikutegemea kabisa kupata kazi na kuahidiwa ng'ombe kila mwaka, pia kupata mahali pa kuishi. Mimi nilimshukuru sana huyu mzee, na hapo sasa rasmi nikaanza kukaa kwenye mji huu kwa amani na furaha, maana nilikula ninachotaka, pia nililala sehemu nzuri. Dakika saa siku miezi ilizidi kukatika, na hatimaye rasmi nikawa nimefikisha miaka 20 hapo. Sasa ndo matukio yalianza official, mpaka nilijuta kuzaliwa jinsia ya kiume. Simulizi yetu ndio inaanza sasa, sehemu ya 3. Simulizi hii kumbuka iko full, yepo WhatsApp, unaweza isoma muda huu. Wasiliana nasi, uungwe kwenye grupu kwa njia hizi: message/call/WhatsApp namba hii 0763028769. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu ya Mfilinge Stories TZ. Asante.